Youth. Why should you die? Why should you die? Why should you mess up with your life? The royal priesthood. When the Bible says, teach your children on how to wail, that is a call. God calling you. Si ndio? Ulie mpaka dhambi ishe. Hivyo sasa umeitwa katika hali ya ukuani. Kuomboleza na kulia. Kuomboleza na kulia. Kuomboleza na kulia. Dhambi ni mbaya. Kuna siku moja adui alinijaribu. Ukweli kama sio Mungu haungepita. But then I was working. I remember it was so. Alafu huyo mfulana akaanguka na yeye. Tukimuuliza, how comes you did it? Ati unajua alisirai, nikaona atakufa. Mungu anabii. Unajua Kenya alifanya? Huyo msichana hata sasa hivi ndio tunaongea ni mwenda wazimu. Na kijana akatoka kwa huduma akaenda kanisa ingine, Altar of the Lord. Angalia hapa, Biblia inasema mimi nitatambaa kote. Tumeitwa tuomboleze, tumeitwa tupige magoti tulie. Kama kijana utashindaje majaribu kama wewe sio muombezi? People like Timothy, they used to pray. They can fast 2 days, but kneeling it down for those yana na bawoli. Onye, mbakege kangeje. Yusufu. Emiri no gwato mote nyakano bahindi. No nyole no. No bo. Nothing. Youth. Now, in the book of 1 Samuel, I want to pass you through. Situbana wanawake sasa tunataka kuona what just a single cry, a single lament can do. 1 Samuel 1. Verse number 9. Nataka muona hapo sasa. Sasa tumesema jibu letu ni kilio, si ndio? Ni kilio ama ni nini? Ni kilio, si ndio? Unajua kwamba wazazi wenu wananipigia. Finished eating, they were in the temple in Shiloh. Moses au where? Shiloh, si ndio? In Shiloh. Anna stood up to take a position of on duty. Alafu nasema, angalia hapa, Kenya kilikuwa kimekosa. Biblia inasema, now Eli, the priest was sitting on his chair by the doorpost of the Lord's house. That is very wrong and very bad. Anakaa kwa mlango. Baada nikuulize, it is common knowledge. Alikuwa amekaa kwa mlango anaangalia ndani kama nje. Nje. Focusing the world. Even that one tells you that there was a big mess in the house. There was a big mess. That is why even when Christ came, when you saw the Israelites coming,
and they cried because they were like the sheep without a shepherd. If a priest can focus outside, who will focus in? Who will chase the devil from the church? Angalia hapa vile Biblia inasema. He stood up. He was there. Kidogo. Rudisa. Sitting at the chair, right at the door. Achali mambo inafanyika ndani. Anaangalia dunia, the beauty. Mahali shetani aliambia Yesu, hii dunia nimekupatia yote. Bwana amekasirika. Hakuna kuhani. Sasa angalia hapa. Mwenye anaenda kuokoa hii hali ni kijana. Haleluya. Sema ni mimi. Au Biblia inasema hivi. Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, next inasema, alisimama akaanza kufanya nini? In deep anguish. In trouble, the Bible says, Anna prayed to the Lord, weeping bitterly. Why was he wailing? Why was he weeping? Hata kutoka hapo utasangalia, it is because of the condition in the church. Corruption, everything, the devil, he has thrown takataka zote ziko huko. Ana akaangalia hivi, wakati wamemaliza kukula, akasema, ai, hata hivyo ukiangalia vizuri kwangu, I am guessing, nikana kwamba hata ana kukula, si ndio? He was so disturbed. When they had finished, Anna started to weep bitterly. Umewahi ona mtu wakati analia bitterly, anapingirilika chini, si ndio? Hata kwa matanga ana silaha, hata sukari. One day, anasema, and she made a vow, saying, Lord Almighty. He was crying unto the Lord. Ndio. Hapo anasema, if you will only look on your servant, his misery, and remember me, and not forget your servant, but give her a son, a youth. Hapo hata nyinyi wasichana mtachokia na mnasema, "Sasa mbona yako anaomba mtoto msana, anaomba mfulana." I will tell you the reason why. She was right. Even ladies, they are so good. By the way, me, I'm sorry to say, I ran. Angalia hapa. In those days, the reason why he was crying for a son, in those days, in the Old Testament, only a male child was allowed to be a priest. Umenipata? In other words, and he was not crying for a child. He was crying for a priest who will save the situation in the house of. Angalia, sio Hana alikuwa na tamaa ya mtoto. Angalia vile anasema, ndio utajua ya kwamba sio yeye. Anasema, if you give me a son, then I will give him to the Lord. Watu wanatunga nyimbo wanagonga nje. Nikisikia Hana akachane kama Hana, she was not in need of a child. It is God who was in need of a priest. Hallelujah. Kwa sababu anasema nipe nikupe. Na utaona hivi
Bila alimaliza kumnyonyesha hivi, alipeleka yeye kanisani, akakaa huko. Salamia mwenzako, mwambie royal priest. I want to be a royal priest. I want to be a royal priest. Let me tell you, we are the very people who are going to bring the transformation in the society. The devil, like it or not, we have power, we have authority to bring revival, even in our families, in our homes, to our relatives. Bwana Yesu asifiwe. Alafu angalia hapa. Pastor, utaniambia wakati utakuwa na break, si ndio? Be a son. And remember me, I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Nataka niwaambie kenye kimefanya alikuwa analia. Alikuwa analia. Alafu sasa there you will position yourself, Biblia inasema chapter 2 verse number 12. Unajua Elikana alikuwa na bibi wawili, si ndio? Alikuwa na bibi wawili, niangalie. Bibi wa kwanza alikuwa anaitwa, wa pili mwingine huyu alikuwa anaitwa Ana, si ndio? Penina alikuwa na watoto, lakini Ana hakuwa na mtoto. Lakini angalia hapa, Biblia inasema his sons were squanderers. They were corrupt. Alafu, they had no regard for the Lord. They had no fear. Hawakuogopa Mungu. Watoto wa Heli hawakuogopa Mungu. Ana alilia kwa sababu aliona Penina kuna watoto, they cannot help the situation. Sema, Lord, give me a son. Give me a priest. Alafu Biblia nasema, angalia, mnakumbuka watu wa mama wajiwahi kuomboleza? Wakiomboleza hivi, wanainua the royal priesthood in the house. Joshua, kuja. Over the sacrifice, the priest's servants would come with the 3 pronged fork. Wakati nyama inapikwa ambayo imetolewa dhabihu mbele za Bwana, wao wako na vile vijiko vikubwa vya unga, wanafanya nini? Wanadunga. In other words, they were very corrupt, dividing the sacrifice that was offered in the house of the Lord. The house of the Lord. Dividing a sacrifice. Those are youths. But remember, their father was a priest. He never did it. Mkono njene limole gaigana limona manengana ki. Ebi awo koranga ibi koerera. Ebi awo kora mbili koerera gaigoka. Mkono ule asili koerera. Twende utastuka leo. Taona mahali itaishia. Twende mbele. The Bible says, and they will plug the fork into the pan of the kettle and cauldron or a pot, whatever the fork brought up as a priest. And you remember, the fatty part was for the Lord, because when it was boiled and then burned, it produces the sweet smell unto the Lord. Wao wanachukua tu mpaka sehemu ya Mungu wanakula kabla Mungu hajaonja. Acha niwaambie, watoto wa Heli vile sasa dhabihu inatolewa hivi, wao ndio wanataka kugusa mara ya kwanza. Kabla haijafika kwa Mungu. Ngoja onjilande ngambate vile ngambate. Ulikuja kufanya nini hapa kwa toba? How serious it is. Ulikuja kufanya nini hapa kwa toba? Repentance and holiness. Samu? Halafu wakati amefika hapa akiwa na hilo lengo, akiwa na hilo kusudi, halafu kuna huyu hapa
Mungu oliginie bichiko hata teko mobeta bio bwana kumtongoza kabla hajafika wapi? Kabla hajafika wapi? Haya, ni hatari. Ni hatari. Keti chini, ni hatari. Ni hatari. Uombe nyumbani. Alafu wewe mfulana ukaanza kubadilisha fikira zake na kumwambia vitu zingine. Let me tell you the price you will pay. The price you will pay. You want to divert somebody's attention. Intention, I mean. Halafu ikuwe kitu kingine. Mimi nilikuja hapa kuingia mbinguni. Halafu na wewe uanze kuniambia vitu zingine hapa. Ama sasa afadhali nyinyi. Kama sasa Bwana atasakazilika hivyo. Hebu niambie yule ambaye hajakuja. Kwa sababu Bwana anataka kutuandaa tuende kumle. Wewe tayari umekimbia pale, umeanza kuharibu. You are defining the mission field of the Lord. Hiyo vitu vilikuwa tayari Lord. And let me tell you, if you read that chapter, the Bible says, by then, the revival wasn't there. Wanasema maono ya Mungu, the visions and the dreams, they were not there. They were not there. Alafu Biblia inasema kwenda chini. Hapo ni Shilo. Alafu kwenda chini. But even before the flood, bado kwenda chini. Nataka mahali aliongelesha watoto wake. Eh, 22. Biblia inasema, now Heli was very old. He heard about everything his sons were doing to all Israel and how they slept with the women who served at the entrance to the tent of the meeting. Like now they were sleeping with the ushers. Those ones who ushers people in. Sindio? At the entrance, they were serving at the entrance. Ati wanalala na wao. Wanakula dhabihu, alafu tena sasa wanapata nguvu, wanafanya uovu na usherati. Eating from the plate of the Lord to energize themselves to do evil. Alafu Biblia inasema next. So he said to them, sikia vile aliwaambia, why do you do such a thing? Why do you do such a thing? In other words, in that fallen state of Heli, katika kule kuanguka kwa ukwani wa Heli, akiangalia nje, hata yeye hiyo dhambi ilimshtua. Sasa ndio uniambie, kama Heli alikuwa ameanguka na anaongea hivi, na wewe unafanya kazi kwa ukwani ambao umesimama, Mungu ametuma manabii wake wa utukufu, ukianguka ni hatari. Nakwambia ni hatari. Na waje niwaambie, ukiona umeanguka, Bwana hajakuhukumu ama hujakufa, ujue uko hatarini. Heri basi ungekufa hapo. Kwa sababu Biblia inasema somo ya Romans ya kwamba unaendelea kujilimbikisia hasira ya Bwana, siku italipuka. Italipuka baya. Alafu Biblia inasema, I hear from all of the people about these wicked deeds of yours. Have you seen why Anna was crying in the temple? Yanga tabiga, usiwahi, usikubali, ukatae. Aba ndo waje kote na kwa nagi fulani ogule. Don't ever allow it to happen in your life. Don't. Anna cried one. Hapa ukianguka sio mmoja atalia. Watalia watu hata kaunti mzima. Alafu nasema, aiya. Alafu Biblia inasema,
The reason why Anna, he was crying, it is because of the behavior of the youth in the church. Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? Yanda mulike lino onyene karama ambia. Wamama waombolezaji wanapopewa items. Lazima tuombee taifa letu. Tuombee mji wa Obwa. Tuombee, halafu ikifika Mama Joyce, chukua kipaza sauti. Hapo ndio watu wanalia. That is the reason why Anna was crying in the Bible. Because of the youth. Because of the behavior of the young people in the church. The way they conduct themselves. Wengine mko hapa, your masturbation, lust, lesbianism, homosexuality, evil dreams, pornography. You sleep with women, you sleep with men. Tabia yako ni mbaya. Alafu Biblia inasema no my son. Anasema no my son. The reporter here spreading among the Lord's people is not good. People they are crying because of your conduct. Alafu anda hapo mbele. Ifu hallelujah. Alafu anawaambia hivi, sikia. Now a man of God came to Eli and said to him, umeruka. Hapo. That is now the center theme of it. Nasema, if one person, nawaambia watoto wangu, if one person sins against another, God may mediate for the offender. But if anyone sins against the Lord, who will intercede for them? Who? Because if you happen to sin sexually, you have defiled the temple of God, you will meet God himself. Who will intercede for you? Wacha nikwambie, kama Daviga umekosea pasta na kurejesha, alafu uko hapa ati nilirejeshwa. Hakuna kitu kama hiyo. It is very joke. Nchi na hapo Daviga. Take it and put it in your pocket and in your heart. Wamerudi rais. Elia. Pastor da wote ni nani? Bishop Thessalonians 6:12. If you sin sexually, you sin against God, because you are the member of Christ. You cannot unite God or the Lord, the members of the Lord, the Christ, the member. Your body is the members of Christ. You cannot unite it with the prostitute. You cannot survive. And that's what the Bible says. If you destroy the temple of God, God himself will destroy you. God himself will destroy you. Sio mchezo wa paka na panya. Mwangalia wana everybody is together na wote kesha. Ndio gate pelele. Hakuna kitu kama hiyo. Ndio hii. Maji huku hiyo. The Bible says, those who are heavy ones. In other words, Eli is saying, with that sin, even me, as a priest, I cannot interfere. I cannot intercede. I cannot plead for mercies. It is you and the God. You are sinning against God. You are sinning against God. Lapo nasema hapa, nasema, however, his sons, however, did not listen to their father's rebuke. They never listened. They never took it into consideration. Na wenga kawana gala kuwandili and soma Revelation ya kwanza hivi Biblia inasema nani, unajua kuna mtume ambaye anaitwa Yohana Mbatizaji. Yeye ndiye alikuwa mdogo na aliyekuwa anapendwa na Mungu kuliko wote. Mpaka akawekwa pipa ya mafuta hivi akuungua.
Akatoka ukaenda wakamchukua kwa kisinga cha Patmo watupe yeye huko minyama imurarue. Alafu Bwana akamuinua katika maono. Na Biblia inasema wakati Bwana aliniinua katika maono, nilipoona aliye kama mwana wa Adamu, nilianguka nikasirai. Kama Yohana mwenye anatupwa kwa pipa ya mafuta. Haungui. Bwana anampenda, anamuinua, anampeleka mbinguni akiwa mtakatifu kiwango hicho. Alafu anaona Yesu hivi anaanguka, alafu anasirai. Alafu hapa Biblia inasema ukiwa mwenye dhambi, ukifanya dhambi mbaya na kirendo la nyora Yesu yuko tenena unano ubwate epagi yao yetu bebyo bonyakaga yano wenenu ikano wabiko sukunane tegige. How will it work? How? Lakini tango there finally you like it or not, utakutana na na Yesu. Lazima. As for so long as you are born, as for so long as you are existing, that is where you are heading to. Na ndio komera na kwa unabora umera na leo usemani. Because napona ndio cha Mungu ndio wake wewe. Awe mwambela wake chiombe njite jamani. Sita aliombe ndio vile tu ugunjaro monta. Kau chuose nkia ukora. Ukuboka usitime from now. Onde tayo ole moyo bono igora akata umera na Nyasaye. Imagine akimo jana igoro modo iga. Can you imagine that one day you will meet the Lord, the Holy God of heaven? Mwenye hata Biblia inasema Musa wakati alienda kuchukua sheria alikuwa anamuona hivi anaanguka chini. Tena anaanguka chini. Ezekiel nguvu zinamwisha anaanguka chini. Alafu wewe watakatifu, Bwana anasema sijawahi ona, hakuna nabii amewahi kuwa kama Musa. Si ndio mnyenyekevu? Lakini akipotea Mungu anaanguka chini. Alafu wewe siku hiyo uko na ka briefcase kako hivi na dhambi zimejaa ndani. Unasema you want to meet the Lord. How? Alafu ninapomalizia nasema did not listen to their father's reproof, for it was the Lord his will to put them to death. Nasa utakitaba nyenya baite. In other words, that was unforgivable sin. Walikanyaga nyayo ya stima. Walikanyaga mahali kubaya. Kuna mahali utakanyaga ukanyage vibaya. Unabona ngaiga usende nyaroka emane kugenda ekoro usuno kunyaka kwa magonya nona bantu isikali ba tabanga bani change chichitambe mbosa na beke toyo monsi na kiuro chaye Nyasaye koyukwa na Nyasaye koyukwa na Nyasaye koyukwa none change chichitambe ke tonke ya ni bolino kunyaka ba bisete mani. Can you imagine how the Lord he feels? How he feels? I must put you to death. I must kill you. Can you imagine when the Lord has intended to kill you? First of God, forever you are separated from him, you will go to hellfire. Hallelujah. You will go to hellfire. Let me tell you, if you read on and on, the way they died in one day. Mpaka Heli akasikia hivi, mahali alikuwa akaanguka na yeye akakufa. Sanduku ya agano ikaenda matekani. Alafu Samueli kupitia kilio cha Hana akachukua ushukani. Linasema alikuwa na vazi la joo takatifu. A royal priesthood. As Heli, as old as he was not able to save the situation. But then the Lord he raised up a youth. Maybe Samuel. Wanema aswetega anomo sinini oyonomane. Ametaka kukonya the situation. Wana bwana sana bukairano. Things have started to happen. Oh, how I wish that from the village where you come from, that things happen.
That things happen. Yani ndio kama Mkristo, kama Mkristo mpaka naona kola hivi kanyombo kole akera chingo yote. Umane ya sana ngone. Umane ni ndombile nchenta kole vile rapish. Mune. Ndombile ndako. Hano naye ekaro tani sata ya mwana aliwaambia nilikuwa abakuru bakabekira obasene boigeta, si ndio? Boigetega bogo tubagaiga nagaigo. Chimini skati chininga nebisane. Na ubale digital wasera barana ro. Dressing holding ndio digital. Ndio singine ni ana. Rabono na nama ntopeleka gabale dependence ya bamuna patakete guys kukubana baba chaina. Kuko aboli batanga na ro cheti kana la beka igesu go ya kwa ramane ko ginga. Egente kisi ko kialgo se kwa nyimbe kera sale. Jana bachina ukanje chiko takolanda saluni bami. Leo na materi tata kwa teri andigere na maiso andigere na maiso. Wanyo komina kolekebe. Nomina na ene tukiao. That is it. Why? It is like you are telling the Lord, I am missing it. Let me do like this, at least I quench my thirst. Ukweli ama uongo? Yes. Hata mtu anakuulizanga, mbona mnavaa nguo ndefu? Hata unashindwa kumjibu. Tunasema unajua nilikasirika. Mimi niliona wengine wanasonga kwenda juu, mimi nikaona wacha nisonga kwenda chini. Si umemjibu? Tena atakuuliza swali lingine. Abandiki bagotira uchigo bacha gotira busanje tinganda gojinzi. Abandiki bagotira nje ingo tirimbo kama basokira akora. Wanya kuboli aro uri ogotira. Muhori. Intuna beka ni saya itoto komeka iko. Ona kwa beka kanisa ya wewe huredi. Bana. Death, and it happened. And the boy Samuel continued to grow in the stature and in favor with the Lord and with the people. You don't have even the favor with the people. Na mambo minogo kada huko bora. Na acha kabisa mambo minogo kabisa na kile mwana ona tiudi tena tolege. Tena pastor na tolege lakini ende na sina alege gago choramba chake. Rakungo bwati amabara tugaga wikagati gako bakuba. Mpaka naomba na wewe na Mungu maboli. Ningo weigwete kolinga ya kabisa ngana atolege. Hata ni nini? Tena hivyo. Hata bwana mwanane chela wani gwete ni ntolege. Na ngongoro. Tena tali bombe, tena nonya gwete ngana atolege. Na ndema ewo kolige ni. Na ba mutu na barabu na wali gerse. Unatayo. Unatayo. Romo tene. Romo hiyo. Tena angalia. Nani anasikia ya kwamba ameokoka? Sema for me, I really decided to follow the Lord. I don't want any defilement. I am following the Lord. Who? Tena na hata wote nini? Tuje kukelea hapa kwa kwa. Hello. The Lord intended to put them to death. As we are waiting for somebody to display the scriptures here, let me read. Nisome hizi scripture haraka alafu mkikuja tuingie kwa maswali, si ndio? Nataka muulize maswali ni wajibu. Watoto wangu, wanangu wapendwa. Jeremiah 7 verse number 9. Is there anybody who knows how to operate this system? Kuna mtu? Tunapongoja wale waone kama kinywa hivi. Nasema hivi 9. Nasema
and then come and stand. Hao umechukua muda. Nikikutegemea nitatoboa kweli. Hakuna mtu anajua kwa pale tu. Nani? Ana kimya huko jamani. Nisaidie huko. Unasema and murder, commit adultery and perjury, burn incense to Baal and follow other gods you have not known. Next. And then come and stand before me in this house, which bears my name, and say, we are safe to do these detestable things. Will you do all of these things? And then you come. You know, let me tell you, of all of the people that I have found, they don't fear the Lord are the youth. They can do anything and they come to worship. They can do anything and they come to do ushering. They can do anything and they come and do everything they want in the house. The Lord says, will you do all of these things and then you come and stand before me, the Holy God, and then you say, I am safe to do this? Unaona Bwana analia sana. Alafu anasema hivi, anasema as this house which bears my name become a den of robbers to you, but I have been watching, declares the Lord. If you did, he was watching. Kafikiria you are saying, and then again anauliza, wewe unataka kufanya hivyo? Alafu nasimama hapa. Alafu nasema, unajua nilikuwa nakuangalia. Alafu next anasema go now to the place in Shiloh. Umejua mahali hapo Shiloh? Anasema Henda huko uone kile nilifanyia vijana huko. Henda huko. Let me tell you, even that one can make you to cry. Why? You can see the merciful God. He is referring this generation. You are seated here to Shiloh. But the sons of Levi, he had nowhere to refer them to. He killed them that they may serve as an example. Sasa yako ikikuja si mbaya. Kama Bwana alipenda nyinyi mpaka akaua wengine ili awalifanya kwenda huko, anasema kama mnataka kujua jinsi chesi, enda muone kile nilifanyia watoto wa hili. Enda muone. Alafu anasema hivi, where where I first made a dwelling for my name, and see what I did to it because of the wickedness of my people Israel. Next. When you were doing all of these things, declares the Lord, I spoke to you again and again, but you did not listen and change. I spoke to you again and again. Again and again. You never changed. But you did not. Bwana Yesu asifiwe sana. How many times the Lord has warned us as the youth church? Mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne. Nasema again and again. That means our judgment is greater. These are the visitations that prepare the way for the glory. Zangu zote niandae, unitenge na hukumu yako ya kutisha, na kupa moyo wangu, niongoze. Katika jina la Yesu nimetubu na nimeokoka upya. Amen. Tuketi. That you may come to Him. Next nasema therefore what I did to Shiloh I will now do to the house that bears my name. The temple you trust in, the place I gave you to you and your ancestors. In short, when you bring sin in the church, the Lord is very angry with the entire congregation. Si ndio amesema hapa? Even the sins you do, the sons of Eli, the sins they committed, ilifanya mpaka baba yake na yeye Bwana akamuua.
Najua hizi dhambi zenye mnafanya, sina kudanganya, vitu kama hizo ndio zinafanya hata maskini unaingia kwa nyumba, kwa familia zetu. Kwa sababu Biblia inasema dhambi inaleta hata umaskini. That is Job 31. Even lusting, kutamani tu inaleta umaskini. You are, of course, you are the reason why even your parents they are struggling. You are the cause. Psalms 50. Tunapongojea tea break. Psalms 50:18. Young man, do very fast. Psalms 50:18. Another place where the Lord is really crying because of our sin. Na nini weke hizo keyboard? Ulileta Biblia, kila mtu ainue Biblia yake hivi juu. Thank you. Naomba nisome yangu mayo. Okay, ndio kutafuta kwa sababu ya muda. Thank you. Biblia inasema, when you see a thief, you will join with him. Bwana tena anainua ile asili ya dhambi ya kukubaliana. Kumaanisha kama uko na rafiki tabia mbaya, usifikirie ya kwamba na wewe Bwana amekusasa. Uko katika ile kikundi na wachochea hasira ya Mungu. Kwa sababu Biblia inasema dhambi ya kukubaliana hata mbaya zaidi kuliko ile ya kufanya. You throw in your lot with the adulterers. Next. You use your mouth for evil and harness your tongue to deceit. Hapo mko ama mko? Unajua jo, wakati nilienda wanasema shenge jo ni wali hapa atakobole jo hata nilikuwa nataka niende church hapo, lakini nikapata hivi mtu akanigeuza nikaenda hosi. Shenge ni lugha ya shetani. A serious youth huwezi mpata kwa shenge. Ama katika message zake anaandika, hawezi andika mambo ya emoji. Unaita emoji? Emoji ni tofauti na katuni. Hata ninaonanga siku hizi watu wanafanya mchezo na repentance, anasema I repent, alafu anaweka emoji hapo inalia. Shetani. Bila unafanya hivyo ndivyo naendelea kukausha machozi yako. Unaona? Use your tongue, your phone, your fingers, your everything. Unataka kuandika sasa unaandika XA. Wewe ni shetani. Kwa sababu shen ni lugha ambayo inatatanisha wazazi wasijue wakati mnaongea uchafu. Ni lugha ya shetani. Kama yule anasema jo, sasa lazima retaliate. Ndio papa. Mama. Jo ni wai hapo kakopo. Na tajana nilikuwa utumu. Sasa jo kusema utumu. Mzazi ajue ni Kisumu nasema. Nilienda oracho ati ni daraja.
Sasa unachanganya mzazi hivi unamfuru. Hata hiyo ni dhambi, kwa sababu unafanya mzazi wako kuwa mjinga. Salamia mwenzako, mwambie hiyo shengi uko nayo, shengi ni okay. Basi wacha niwaulize, unajua tuna praise God, unajua watu wa church. Okay, sasa nikikuja hapa niwaje sasa tupeleka mzee kama God asifiwe, God asifiwe sana. Mtasimama hapa, God asifiwe. Jo, nimeokoka Jo, unajua nampenda huyu God, unajua amenitoa mbali Jo. God manze, unajua sasa hivi hata unajua kuna wakati mwingine tulikuwa na marafiki zangu hapo, tulikuwa tunabonga juu ya God bwana, bila ametuseva. Si mtakimbia mlete daktari wa wenda wazimu anitunge sindano nilale kidogo. Okay, if your pastor cannot speak like that, and the Bible says, as a sheep as a shepherd, why do you speak it? Why do you speak it? Kuanzia leo, shame, sitaki niseme ni repentance and holiness. In Nyamira North, it is finished. It is over. Sunday kama kerubo ni shoti nasema ati tatapika waachie hapa. Tatapika manze, unaona imekaribia bwana, lakini sasa ningoje kidogo mpaka sasa nikikuja hapa monya olela unjira motando jimako nyanga nyote nusuwe buni pangoda. Kumia simotazama bishop wetu amepungukiwa, hiyo ni ya Mungu. Ama basi wacha tuweke hivi, ukienda mbinguni upate Abraham, utamwambia Bwana Abraham nipatie ngoda. Hiyo mbinguni ni ya mbinguni ama ni ya shetani? Ni ya shetani, kwa sababu ilikuja ili kukanganya, ili wakati mnaongea you fool the parents, you abuse them, you humiliate them. Deceit ndio iko hapo, hata shame ni deceit Wao ukweli ama uongo? Tuende mbele, inasema you sit and testify against your brother and slander your own mother's son. Next, nasema when you did these things and I kept silent, you thought I was exactly like you. God is not like you. God is not like you. When he has delayed to judge you, don't think that he is like you. No, the Bible says, but I now arraign you and set your accusation before you. Love anasema, consider this, you who forget God, or I will tear you into pieces or to pieces with no one to rescue you. Nobody can rescue you from the hands of God. Another verse, Ezekiel 23:38. Alafu nisome ingine hapo. Tumalizie hapo. Tukirudi tufanye awamu ingine kidogo tu, alafu tuende nyumbani. Tunapongojea wakuwe tayari kwa sababu ya maji ya kunywa. Inasema Ezekiel 23:38. Nasema they have also done this to me. Hey, wewe ni Mungu. Not to the church, not to the pastor. The sins that you commit, and if you hide from me, nothing, you are sinning against God.
God himself. So unaona vile Bwana anasema huko. Ukisoma Biblia anasema, they have also done this to me. At that same time, they defiled my sanctuary and desecrated my Sabbath. Have you ever defiled the sanctuary of the Lord? With your evil talks, with your evil imaginations, with your disobedience, with your lust, with your sexual immorality, with your lies. Mbele ni mbaya. Alafu inasema on the very day they sacrificed their children to their idols. They entered my sanctuary and desecrated it. That is what they did in my house. And the next inasema, they even sent messengers for men who came from far away, and when they arrived, you painted yourself for them, applied eyes makeup, and put on your jewels. Hiyo inaongelea vitu za kama peace, vitu kama Cutex. Hata siku hizi wanajipakanga ingine ile ya white yenye haionekani. Hata ukijipaka uchi, wacha hiyo ya white. Hata usisema ati uchi nilikuwa nakunywa. Hata ukijaribu kujipaka uchi hivi, your evil intention will follow you to the judgment of the Lord. Jewels. Siku watu wanawekanga vitu, kuna vitu wanasiasa wanawekanga hapo. Zinaitwaje? Zile kama sakinoru geneza shanga. Alafu zinakuanga hivi. Sina unaandika jina lako. Hizo vitu. Wengine wanaweka hata pete kabla hawajafanya harusi. Unajirani. Nasema Bwana, mimi sitafanya harusi. Ninaoa mapepo. Kuna mke ambaye haonekani. Kama Mungu. Alafu next inasema, next, I'm waiting somebody to signal me that the tea is ready. You sat on elegant couch with a table spread before it, on which you had placed the incense and olive oil that belongs to me. Alafu next inasema, the noise of a carefree crowd was around her. Drunkards were brought from the desert along with the men. Okay, you read on and on. The Lord is raising a complaint against those people who defy his temple, his sanctuary, his place of worship. You cannot dare, and if you dare, you cannot go free. Yes, Hosea 13:4. Hosea 13:4. But I have been the Lord your God ever since you came out of Egypt. Ever since you joined in repentance, the Lord has been your God. Only God of heaven. Hao wamewakosea. Unajua hao watoto njaa inawakula haraka. Nani njaa ime? But I have been the Lord your God ever since you came out of Egypt. You shall acknowledge no God but me, no Savior except me. Alafu Biblia inasema, I cared for you in the wilderness, in the land of burning heat. When I fed them, they were satisfied. When they were satisfied, they became proud. Rudisha. They became proud, then they forgot me. Wale niwaambia hata saa hizi. Uliomba Bwana akusaidie upite mtihani, ukapita hivi, ukafika university ukamsahau. Ukaomba Bwana akufushe mahali fulani, alipokusaidia ukasahau, ukawa na kiburi. Hata wale ambao walifanya mtihani form 4, mko wapi? Inua mikono juu.
Inua mkono juu. Mnahitaji Mungu Bwana. Sasa hizi mtaweza kuwa na kiburi, mseme Bwana tulimhitaji sasa alitusaidia tufanye. Na asima tena huyo Bwana awasaidie mtihani itoke mzuri. Na waje nikwambie kibarua kenye mko nayo. Hata tena ikitoka unahitaji Mungu awasaidie kupata kozi mzuri. Umesikia Victor? Ya utapata people as utupe huko criminology ama disaster management. Usipochunga, usicheze na Mungu. Sasa nilikuwa shuleni, nimemaliza shule, atuwacha sasa na mimi kuna vitu ninahitaji. You want to conform with the patterns of the world. Oh, I need a phone. Now it is issue with your parents. Atitaji ya 18,000. Ai! Hata wewe unaona hapa ni ngumu. Unataka kukamua ndume na nguvu. Pastor. Rabi Biblia inasema, so I will be like a lion to them, like a leopard. I will lurk by the path. Atakungoja njiani. Like a bear robbed of our camps, I will attack them and rip them open. Like a lion, I will devour them. A wild animal will tear them apart. Sin can never go free. The Lord must judge you if you go astray. You cannot reap the sweet fruits when you have sinned against the Lord. 2 chapters and then we cross the session. Proverbs 16:14. Proverbs 15:14. I said 16:14. 16:14. That is our last script. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama unapenda Yesu inua mkono juu. Vijana wangu kuna wengine naona mko na nywele kubwa kubwa, muende mkate nywele wafulana sana. Msichana ukikuwa na nywele yako hivi alafu you comb it na itengeneza yako, hiyo haina shida. Lakini usisonge. Lakini kijana unafuga nywele. Si nywele ni mbuga ya wadudu. Mtu akirusha jiwe hivi akupige, mende itatoka ndani. Panya itatoka ndani. Chura itatoka ndani. Hiyo ni mbuga ya wadudu. Salamia mwenzako, mwambie hiyo ni mbuga ya wadudu. Ama mtu alikudanganya ati akili ni nywele, ukafuga nywele. Akili si nywele. Hata kama huna akili, hata ukifuga haiwezi kukusaidia. Nasema, angalia hapa. A king's wrath is a messenger of death, but the wise will appease it. As powerful. Ghadhabu ya mfalme ni kifo. Ukifanya chochote kisababisha Bwana akasirike, kifo. Ameni, ameni nakwambia, mshahara wa dhambi ni mauti. We have only one king, Jesus. Now Biblia inasema when a king's face brightens, it means life. His favor is like a rainy cloud in the spring. But ukimpendeza hivi, Biblia inasema ananena mwai. Hata gari ilikuwa inataka kukugonga, utapata tu na isimamisha, upata hata driver hapo kuona. Apita unasikia umeenda hapo imepata ajali. Lakini Bwana, he will protect you. When you fear the Lord, even if you get an E- in school, you are more valuable than somebody who is doing medicine in Nairobi University or in Eldoret. Because even in there you find the fools. Kitu cha kwanza unapata mtu mjinga anasomea daktari lakini hajui hata rongi mahali inawekewa. Hajawahi jua daktari mwenye hajui rongi mahali inafanya nini?
badala ya hapa anawekea. Huyo mtu ni mwerevu. Hata kama uko na E-, wewe umewekea yako hapa, mkisimama ndani ataonekana amesoma. Unapata mtu anasomea lawyer, kama kaskati kako hapa. Hata anaenda hivi. Aya lawyer. Lawyer anaenda hivi, hata wewe utachukua hiyo lawyer utashinda kesi. Even the teachers. Nowadays, even in your school, you are in high school, and very small baby, unapata mwalimu anakutongoza. Kwa sababu unamfika karibu, na wewe kumbe unamtamani na mwambie mwalimu, nilikuwa nataka ile hesabu inaleta shida hapa. Na hata katika hiyo shule kuna mwalimu mwanamke anafundisha hiyo subject, lakini uendi kwake, unaenda kwa mwanaume. Hapo ndio tumemalizia. Matthew 22:6. The hunger of the king. From here you can just get your personal judgment. Do you please the king or you irritate him? If you irritate him, he is coming for you. He is coming for you. He is coming for you. Maanisha hivi, rudi nyuma mara moja. Enda mbele, 7. The king was enraged, he was angry, he sent his army and destroyed those who murdered and burned their city. The anger of the king. Job, angalia watu wamechukua chai wapi? I give you 5 minutes to take a break. And then when we come, only 30 minutes to answer your questions. For the riches of his kindness. Unadharau wingi wa neema zake? Unadharau? Ulipata mama yako ameokoka. Wengine tulipata baba zetu ni walevi. Wewe hata hutaki kuheshimu hata wokovu wa mama. Umefanya hata wokovu wa mama umedunishwa kwa kijiji. Baka mama yako ama baba yako hawezi hubiri. Akitaka kuhubiri watu wanasema angalia watoto wake ndio wameharibika vibaya. Hata kuna msichana hapo kwenu anaenda Catholic yako akona tabia nzuri kukuliko. Na wewe unajigamba ati unakuja repentance. Kwenda huko. Hapo nasema unadharau wingi unadharau wingi wa neema zake. Do you show contempt for the riches of his kindness, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intending to lead you to repentance? Ukiona umefanya dhambi, kama Bwana hajakuhukumu, hiyo ni hatari. Angalia sasa the next verse inafuata. Hapo inasema hivi, but because of your stubbornness, you don't want to change. Your parents, they have warned you. Your teachers, they have warned you. A pastor, he has warned you. The Bible has warned you. But you are so stubborn. And you are unrepentant heart. You are storing up the wrath against yourself for the day of God's wrath, when his righteous judgment will be revealed. Sema unajilimbikizia hasira ya Bwana, siku hiyo itamwagika juu yako kama moto. Itakukujia hasira ya Bwana. Next inasema God will repay each and each person whereby you are included. You are not excluded at the day of judgment. Nasema according to what they have done. What you have done, those messages, those dreams, those imaginations, those texts, those
gesture. Batu masigana liga, usoma mrana liga no moliga liga, kumoliga liga cha gutwalira maisa mabena liga. Oh bonyaka, itatulia saka gosoi. Tori kuna moliga liga no muntu kutia maisa ni. Ocho kumoliga liga kwana no wanya. Wakia ina whatever you want. Mbona mchekole na kigira na whatever. Alafu inasema to those who by persistence in doing good seek glory, honor, immortality, he will give eternal life. Wow, that's where I want to be wrong. Alafu vile inasema but to those who are self-seeking, you want to be where you feel good. Kama sisi ukiona kijana anaenda kutembelea mtu wa ukoo relative ambaye hayuko dependent and loneliness, jua hiyo sasa hapo ni hatari. Afadhali uende kwa relative mwenye hakuwa dependent and loneliness, lakini unaenda huko ati ni auntie yangu na huko. Alafu Biblia inasema seeking good, hallelujah, but those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. Na Biblia inasema there will be trouble and distress. Unaweka wrath, unaweka anger, unaweka trouble, unaweka distress. So vitu zatakuwa kweli. Utatakuwa trouble pekee, hai? Anger pekee, wa? Distress pekee. A big challenge. La Biblia inasema for every human being who does evil, first for the Jews, then for the Gentiles. But glory, honor, peace, for everyone who does good. Can you imagine somebody gives you peace and then he adds to you glory and then he adds to you honor? Yeah. Those are big rewards for the Gentiles. And then, for God does not show favoritism. You must judge us by your deeds. He is all just. Hallelujah. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord sustain you, that you may be holy forever to serve Him. As we have heard from the word of the Lord and from the two mega prophets of the Lord, He is coming to judge. He judges even the small children. Go and read Ezekiel 9. Nasema hata wale wananyonya kata kichwa. Wewe ni kijana. Wewe ndio unafanya wamama wanaomboleza ya kwamba kuwe na kuhani. Usipotetea kanisa ya Kristo, hiki kisasi kinatoka chini. Hakuna mtu huko nje atakuwa pastor. Huko nje hao wanatembea, hakuna hata mmoja atakuwa pastor. Ikiwa na nyinyi mtaoza, basi kanisa ya Bwana imeenda kwa mrama. Hata wewe utajipima vile umeanza kubehave na sin na maongezi yako na tamaa zako, utaona ya kwamba dunia imekwisha, kwa sababu very soon it means that there will be no holy priest in the house. Haki simtetea utukufu wa Mungu na hasira na wivu. Bila dunia iko hivi. Kwa wakati giza iko, hata kakue kanuru kadogo kanaangaza zaidi, si ndio? Ningelikuwa kijana sahi. Ningelikuwa kijana. Ujana ni dhahabu. It is a gold. Take care of it. Ujana. Msichana yangu umesikia? Unatoka wapi? Mama wa meno. Huyo anatoka Ubwali, si ndio? Unatoka Karenzo, si ndio? Thank you. Unatoka? Yale matunda mtaleta.
vile mtafikia vijana wengi mkawalete kwa nyumba ya Bwana. Mjitunze. Yesu anarudi. Mambo yote sasa hivi yamefika mwisho. Ukijiuza kwa bei rahisi, moto wa milele. Jehanamu ni mbali kutoka duniani. Ukisoma Biblia ni mahali hata ukitupwa hivi utachukua mamilioni ya miaka kabla hujafika huko. Kwa sababu Biblia inasema it is situated right at the bottomness of the earth. Chini ya dunia. Na mbingu ni mbali. Can you imagine wengine wataenda mbali mbingu mbali. Alafu na wengine wataenda chini na chini. Na chini na chini. Na chini kufika ni shida. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Haufiki. Biblia inasema haufiki. Utaendelea kwenda chini. Kitu cha pili. Jehanamu kuna giza totoro. Wacha hii giza. Na stima yenye naenda. Biblia inasema ni kizito mpaka utaweza kukikamata. Hapo ni jehanamu. Jehanamu kenye kiko huko ni uoga ambao hujawahi onekana. Hata kuliko ile mtu ataweza kukuweka mochari na stima siende upake peke yako huko. Hiyo ni bure. Jehanamu. Na hiyo uoga ni wa milele. Tena kesho itakuwa kubwa zaidi kuliko ya leo. Hapo ni jehanamu. Jehanamu hakuna kutembea. Biblia inasema umefungwa mikono na miguu. Vile mtu unaanguka hivyo ndivyo utakavyo. Ukifika jehanamu, uanguke umechukua miguu juu, hivyo ndivyo utakavyokuwa milele. Hakuna kugeuka. Aenda uone yule tajiri. Biblia inasema hakuinua kichwa. Biblia inasema aliinua macho pekee. Hana uwezo hata wa kuinua kichwa. Jehanamu hakuna kupumua. Milele hautapumua, utajaribu hauwezi. Jehanamu ni upweke. It is the land of loneliness. You alone in your world. Wewe peke yako, hautaona mama huko, hautaona yeyote, wewe peke yako, dunia yako peke yako. Ukifika huko, ukumbuke kenye kilikupeleka huko, utajidharau milele. Na ni aibu ya milele. Biblia inasema ndio utaona aibu. Aibu kuliko ile yenye utajipata kwa soko uko uchi. Hiyo ni bure. Aibu ya milele. Kwa sababu dhambi zako zote zitaandikwa. Hata zile sasi, hata za mawazo. Vile uliona chogoo inarukia kuku, damu yako ikakimbia ya usherati itawekwa huko. Hata watu wanasema, oh, huyu kijana siku moja aliona chogoo ikirukia kuku, angalia vile alibehave ndani ya mawazo yake. It will be displayed there. You know what the Bible says? Do you know what the Bible says? The Bible says, resist the devil and he will run away from you. Hata kama ulikuwa unapita sokoni kama mvulana, ukaona msichana amevaa vibaya, alafu mwanzo ikakuja kidogo hivi, geuka mara moja sasa, shetani toka, najua kifo, toka. Bwana ninatubu nisamehe. You resist the devil, but don't give in for the devil. Umenipata? Fight the devil. Resist him. Every time repent. Hata usiku. Angalia hapa watoto wangu. Hata usiku ukiota vibaya ndoto za usherati, simama, compose yourself. Ambia Bwana hivi, Bwana ninakupenda. Kwa sababu kumbe dhambi ilikuwa imejificha ndani yangu, umeifungua. Kumbe iko ndani. Baba nisamehe. Resist the devil. Badala uote hivyo, alafu wakati unaota hivyo nasema, oh, sasa nimeota yule, wacha nitafute yeye. Resist the devil. Fight the devil. Bwana anasema aliye na nguvu kidogo nitamjaza nguvu, and then he will defeat the devil. You just continue to fight. Don't accept the schemes of the enemy. Fight today. Fight tomorrow. Fight at night. Fight morning. Fight midday.
Fight in midnight. Fight. Tangaza vita kila wakati. Anasema hapana shetani, sitakupa nafasi na kataa kwa jina la Yesu. Usherati hapana, hizi ujumbe za lava mbaya hapana, sitaki vikundi vibaya. Unafikiria mwili unakuvuta hivi, nakwambia si utembea tu hapa kwa center tu hapa kidogo, unapiga mwili unamwambia hapana, kaa nyumbani leo, soma Biblia, piga magoti, omba, control yourself mpaka uingie mbinguni. Continue to resist the problem of you don't resist, you just give in for the devil. May the Lord bless you. Let us stand up as we lift up our hands to receive the Lord and to repent. If you are genuine enough of what you heard, what you have heard, and you see that there is a sense for you to repent, lift up your hands and speak to the Lord. Open your heart. Don't fear anybody who is around you. She or he is very evil more than what you are. Just open your heart. Start to repent. Mention sin. Speak loudly. The Lord wants to hear you. Is somebody speaking really? Speak unto the Lord. Repent. Inua hiyo sauti yake na juu. Repent. Inua sauti juu. Inua sauti yako juu kabisa. Ambia Bwana nisamehe. Ni mimi ambaye nimetamani sana. Sijatii wazazi wangu. Nimetangatanga. Nimeingia kwa vikundi vibaya. Ni mimi nimetamani. Ni mimi ninaota ndoto chafu. Ni mimi nimeingia masturbation, uovu wote, usherati. Baba nisamehe. Nisamehe Bwana, mavazi yangu, mitindo yangu, nimeingia katika uovu. Baba nisamehe siku ya leo. Natamani unitie nguvu, nipigane na shetani, nimupige na kumkataa, asiwe ndani ya moyo wangu. Baba Mungu, tuma Roho Mtakatifu, unipatize na moto. Baba Roho Mtakatifu akakoseshe shetani amani ndani ya moyo wangu. Usiniache niende jehanamu. Uliniumba nikuabudu. Baba yangu nihurumie. Siku ya leo ukafungua ukurasa mpya katika maisha yangu. Haukuniumba niingie jehanamu. Fungua moyo wako kabisa. Fungua moyo wako kabisa. Mwaga moyo wako mbele za Bwana. Ambia Bwana, nipe moyo ambao umepondeka, moyo wa kuomboleza, moyo wa kusikia uchungu kwa sababu ya dhambi. Kwa muda mrefu nimefurahia, dhambi imekuwa kama ile inayotumbuisha moyo wangu. Ninatubu Baba, nisamehe Baba, nihurumie Baba. Jehova, unifanye Bwana kuwa nguzo katika familia yetu. Familia yetu inapotea, ndugu zangu wanapotea, majirani wanapotea. Baba nitie nguvu na ukanihurumie. Mimi ni kondoo lishoni pako. Usiniache Mfalme. Baba yangu usiniache. Leo nataka kuwa kiumbe kipya. Baba, leo ninataka kuamua. Leo ninataka kwenda mbinguni. Wakati ulinileta katika toba na utakatifu, Baba, ulikuwa na lengo ili niingie mbinguni. Mbona adui Bwana anataka kunipotosha? Anataka Bwana kuniharibu. Nyosha mkono wako Bwana. Baba yangu, nione viwete wakitembea, viziwi wakisikia, tena niende jehanamu kushiriki Bwana mahala pale na wachawi na wasio kuogopa na wale waliopinga ukweli kwa uovu na uongo. Baba, haitawezekana. Ninatubu mbele zako Jehova, Mungu wa Israeli, nisamehe. Nisamehe Bwana wa majeshi. Tunapokuwa katika hiyo hali, inua mikono yako juu. Bwana najua moyo wako. Inua mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu mkuu, siku ya leo ninakuomba kwa ajili ya moyo wangu, unikumbuke, unitie nguvu, nikachukie dhambi katika familia yetu na katika jamii ambayo imeoza. Niwe kielelezo. Baba, niko hapa, nitumie
jinsi utakavyo. Kuanzia leo, geuza dhana na mawazo yangu. Kila wakati nionapo dhambi, niione kupitia macho yako. Kila siku ninapoona dhambi, niifikirie kupitia mawazo yako. Jehova, niongoze. Kuanzia leo, najikabidhi mikononi mwako. Natamani kuwa dhabihu, utumie jinsi utakavyo. Kungali mchana. Katika jina la Yesu nimetubu na nimeokoka na nimeacha dhambi. Amen. Shangwe ndio napiga kwa Yesu. Nataka